Kwa majina ni Florence Kanywa. Kwanza kabisa mimi nataka kushukuru Mungu kwa sababu ya kuwezesha hawa ndugu zetu wakarudi nyumbani. Ila bado hatujajua usalama wao kama walifanyiwa nini na nini. Kwa hivyo tunaendelea kufanya mambo ya matibabu ndio tuweze kuelewa kabisa hali yao iko vipi kabla tuseme wako sawa kabisa. Na nishukuru Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa intervention yake, maana hao wengine wote tumejaribu mbinu zote, hakuna kitu tuliona wanafanya tu ya maana, na tukasema hii kimya yenye iko mingi hivi kwa rais wetu, inaonekana mkono wake uko kwa hii mambo ya abduction ya comrades wetu kule Uganda. Na vile tumesikiza leo matamshi ya Senator wa Nandi, inaonekana hiyo sauti inaongea, hiyo ni umbwa tu inabweka. Kuna mwenye umbwa mwenye ameituma kubweka, na hayo matamshi ameyasema ni yale yanasemwa na mwenye umbwa mwenyewe. Kwa hivyo si eti ingemu hatujui, hiyo imeongea, hiyo ni umbwa inabweka yenye mwenyewe ameituma enda ubweke. Na sasa tumekubali kabisa vile tulikuwa tuna suspect wale watu wetu waliabductiwa Uganda, kulikuwa na mkono ya rais. Sababu kama wewe ni rais wa nchi fulani, watu wako wameabductiwa nchi ya jirani, itakuwaje umenyamaza tu uko kimya na uongei lolote? Watu wanapiga kelele wakisema free them, na wewe uko tu comfortable unaendelea na kampeni zako hapo na poronjo zako. Kwa hivyo tunasema Museveni na Muhoozi, tunawashukuru pia kwa kusema ukweli, ila hapo awali mlikuwa mmekataa mkasema kwamba hao watu hawako mikononi mwenu, lakini baadaye walikuwa mikononi mwenu na wamewachiliwa na wamefika, na mkaongezea mkasema mlikuwa mmewaweka kwa fringe. Kwa hivyo sisi tumepata evidence ya kwamba mmefanyia watu wetu dhuluma, na tuna haki ya kwenda kotini na kustaki Uganda kwa mateso waliowafanyia ndugu zetu Bob Njagi na Nicholas Oyoo. Kwa hivyo tunataka ulimwengu ujue ile ukandamizaji na ukiukaji wa haki iko hii East Africa. Inaonekana mandikteta watatu wameungana, wamepeana solidarity. Akisikia mtu amefika kwake anapiga simu, hao watu wamenisumbua hapa sasa na wewe nataka uwatie adabu huko. Hiyo ndio kitu inaendelea. Wakienda pande ingine, mtu hata kama ameenda tu kutembelea rafiki yake, sababu ni mtetezi wake, inakuwa ina lazima ati afanyiwe dhuluma. Anasema wanafanya kazi na Chagulanyi. Kwani Chagulanyi si binadamu? Si hata wewe Mansebo unakuja kutembelea Ruto hapa Kenya? Mbona sisi hatuna haki ya kutembelea marafiki zetu? Kila mtu, kila mwananchi ako na uhuru ya kutembelea rafiki yake. Tunataka hii Afrika ikuwe borderless. Hii usensi ya ati ukifika hapa, mbona umekuja hapa na sisi hatuna mambo mabaya, ni kutembea tu. Hiyo inaonekana hizi countries tatu wameamua kuharibu uhusiano wa East Africa. Hata hatujui huu muungano wa East Africa unaenda wapi, na hawa mandikteta wamejitokeza wakiwa wanataka utawala wa kimabavu. Tunasema hivi, kama wananchi wa Kenya, sisi hatutakuwa na vita na wananchi wenzetu wa hizi nchi tatu. Uganda, Tanzania, wananchi wao wako hapa Kenya na tunawapenda sana na tutaendelea kushikana. Tunajua adui zetu ni nani, wale wanatugonganisha ili tukosane, na sisi hatutakosana. Sasa kile nataka kuambia wananchi wa Tanzania na Uganda na Kenya ni tushikamane, tukue sisi na sisi tumepeana solidarity ya kutosha ili tuweze kuangusha huu uongozi wa kimabavu
uongozi wa kibepari, maana all sovereign power belongs to the people. Hakuna rais yoyote anaweza kukaa akasema yeye nchi ni yake. Nchi ni ya wananchi wenye walioko kwa hiyo nchi. Nchi si ya mtu individual. Kwa hivyo wananchi wa East Africa, na waomba tushikamane, tukue na msimamo ili na sisi tusitingishwe na hii udikteta yenye inaendelea hapa. Watu wanapeana watu wa kuenda kuua watu kwa nchi nyingine, na wengine wanapeana hivyo hivyo. Hiyo tunakataa, hiyo uongozi ambayo ni ya kufanya wananchi waumie. Maana mwananchi akiamua anataka kutembea nchi fulani, anafaa atembee na uhuru ya kutembea, apewe. Si eti sasa wewe umekuja kufanya nini hapa? Kwani nikifika wewe ukikuja kutembelea Ruto, mbona sisi hatukuulisangi umekuja kufanya nini hapa? Hata sisi raia wa Kenya, raia wa Tanzania, raia wa Uganda tuna uhuru wa kutembeleana. Kwa hivyo ninawaambia, kama mnataka watu wakae kwa amani, zingatieni sheria. Kama watu wana katiba yao wafuatilie, na katiba zile ni mbovu zibadilishwe. Sisi tunashukuru Mungu hapa Kenya kindemokrasia tumeenda mbali, maana tuko na katiba mpya, katiba yenye inajali haki zetu. Kwa hivyo huu uozo unaanza kutokea East Africa, tunaomba ukome. Na kwako Senator Cherargei, tunakuambia hivi, wewe sasa hivi uko kwa uongozi. Hata hii uchaguzi inakuja 2027, sina uhakika kama utarundi. Jua wakati uko kwa uongozi unafikiria, unamea pembe, unafikiria wewe ndio kusema, unaweza kuongelelea hata rais mstaafu vibaya. Unaongelelea rais mstaafu vibaya kama nani? Wewe ni nani? Hauna lolote la kufanya uongelelea rais mstaafu vibaya. Ako kacheo umepewa na raia wa Nandi, na wakitaka kukunyang'anya kesho asubuhi wanakunyang'anya. Kwa hivyo vile unavyotaka watu wafinywe, na wewe unaweza kuwa kwa hiyo hali pia, ukaenda kule ukafinywa kama hauko kwa hiyo kiti ya Senate. Usifikirie tu utaishi kwa hiyo kiti milele. Ujue hata wewe unaweza kufinywa. Na tabia kama hiyo tunakemea, na ushindwe kabisa, sababu hayo ni matamshi mabaya sana kutoka kwa kiongozi ambaye amepewa uongozi na wananchi. Asante sana.